Tuzungumze na watu ambao wanapenda kutoa vitisho kwa wenzao. Kuna watu ambao mkikosana kidogo anakutishia maisha. Nitakuua, nitakukomesha, nitachoma kigali chako moto, nitakupiga nikuue. Tuone na hicho kibi unalinga na kitu fulani. Tuone nitakukomesha. Hizi ni kauli ambazo tumekuwa tukiishi nazo kwenye jamii tukiamini ni kitu cha kawaida. Lakini in the eyes of the law, this is a very serious crime. Time for a routine. Ni kosa la jinai kumtishia mtu kwa maneno au kwa ujumbe kwa lengo la kumtengenezea hofu. Vitisho hivi vinaweza vikafanyika kwa kutuma ujumbe, kwa kumpigia mtu simu au kwa kutumia social media, au kwa kumfuata mtu threats ana kwa ana. Chini ya sheria kanuni ya adhabu Penal Code Section 89 inasema kwamba mtu yoyote mwenye nia ya kumtishia mtu au kumkera mtu kwa lengo la kumjeruhi, kumuua, kumshambulia au kuharibu mali yake atakuwa ametenda kosa la jinai. Vile vile sheria ya makosa ya mtandao Cyber Crime Act Section 23 imeongezewa kusema kwamba mtu yoyote hataruhusiwa kuanzisha au kutumia mawasiliano kwa kutuma ujumbe kwa nia kumtishia, kumnyanyasa au kusababisha msongo wa kihisia. Adhabu yake ni faini isiyopungua milioni 5 au kifungo kisichopungua miaka 3 au vyote kwa pamoja. Inategemea na uzito wa kesi hapa. So kila neno lina uzito na kila ujumbe una athari na kila kitendo kina matokeo ya kisheria. Teknolojia imerahisisha tu mawasiliano, lakini haiondoa wajibikaji. Kutuma ujumbe wa kumtishia mtu au kumpa mtu kero sio jambo dogo. Ni hatua inaweza kuharibu maisha yako na maisha ya mtu mwingine pia. So before you click send, hakikisha unajiuliza maswali haya. Ninachokituma kinajenga au kinabomoa? Je, niko tayari kuwajibika kwa maneno haya? Chagua busara, chagua heshima. Tumia sauti yako kuleta suluhisho na si hofu. Just remember, uhuru wa kuzungumza unaambatana na wajibu wa kujizuia.